ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtukufu wa daraja mtume wetu bwana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama vile alivyotukusanya hapa kwa pamoja katika raudha min riyadhil janna, bustani miongoni mwa bustani za peponi, wa suq min aswaqil akhirah, na soko miongoni mwa masoko ya akhira. Tunamwomba ya Rabbi kwa ukarimu wake na rehema zake akatukutanishe pamoja na kipenzi chake mtume wake bwana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika pepo yake ya juu al-Firdaus al-A'la. Allahumma amin. Tunamwomba ya Rabbi walio wagonjwa miongoni mwetu, ya Rabbi awaondolee magonjwa yao na ajalie ni sababu ya kuinuliwa, kusamehewa madhambi yao na kuinuliwa daraja zao. Ya Rabbi tuomba awape subra wenye kuangalia wagonjwa hawa. Ya Rabbi tuomba uwape shifa na ujalie ni sababu ya kusamehewa madhambi yao. Allahumma amin. Na sisi tukuomba ya Karim wasamehe wazee wetu waliotangulia mbele za haki. Jalia ya Rabbi kwa ukarimu wako na rehema zako makaburi yao yawe ni bustani miongoni mwa bustani za pepo,
wala yasiwe mashimo katika mashimo ya moto. Ya Rabbi, tukuomba utakabalie somo zetu na visomo vyetu vya Qur'ani na mambo ya kheri tunayofanya, na utujalie miongoni mwa waliofunga wakaachiliwa mbali na moto. Allahumma amin, Allahumma amin. Ikhwata al-iman, bado tunaendelea na tafsiri ya suratul Anfal, na jana kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tulichukua aya nambari 36, 37 na 38 na 39 na aya nambari 40. Ndio aya ambazo kwamba tulikuwa nazo katika majlisi yetu ya jana. Leo inshallah biidhnillah tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwezeshe tuweze kukimbia na hizi aya ambazo kwamba tumezisoma, kwa sababu zote zinazungumzia tukio moja. Kwa hiyo itakuwa vizuri kama tutaweza kwenda nazo mpaka tukazimaliza. Lakini kama ilivyo kawaida, kabla ya kuingia kwenye aya zetu za leo, tunakumbushiana aya za jana mbio ili tuweze kuunganisha mazungumzo yetu yawe kwa pamoja. Allah anasema katika aya nambari 36, hakika wale ambao kwamba wamekufuru wanaendelea kuzitoa mali zao ili wawazuie watu kutokamana na njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema watazitoa mali hizo, thumma takunu alaihim hasra, kisha itakuwa juu yao ni majuto tu. Thumma yughlabun, kisha watashindwa. Watatoa na watashindwa. Haya yote ni mambo ya ghaib, anaelezewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha Allah anamwambia, na wale waliokufuru makusanyo yao watapokusanywa, watakusanywa katika jahannam. Liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, Allah anayafanya hivi kwa kusanya katika jahannam ili wapambanue waliokuwa wazuri na waliokuwa wabaya. Wayaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd, na jalie wale wabaya baadhi yao kwa baadhi. Fayarkumahu jami'an, anawarundika kwa pamoja. Fayaj'alahu fi jahannam, kisha anawaingiza katika jahannam. Ulaika humul khasirun, hao ndio waliopata hasara. Qul, sema ewe Muhammad kuambia wale washirikina katika kaumu yako, ikiwa wataachana na kufuru na watamuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wataacha kupigana na wewe na kuwapiga Waislamu, yughfar lahum ma qad salaf min adh-dhunubi wal atham, watasamehewa yale madhambi yao waliyofanya huko nyuma. Wa in yaudu, lakini wakiwa watarejea katika kukukanusha wewe na kukupiga vita wewe, basi watambue kwamba huko nyuma wana historia kubwa za kuziangalia jinsi watu waliotangulia walivyofanywa. Faqad madat sunnatul awwalin, sunna iliyotangulia. Wanajua kwamba anekadhibisha anafanywa vipi, wao wanaweza wakaliona hilo jambo. Kisha Allah anamwambia mtume wake, waqatiluhum hatta la takuna fitna, wapigeni hao na mpigane nao mpaka isipatikane fitna ya aina yote. Ibn Abbas akasema fitna iliyokusudiwa hapa ni ashirk, lakini baadhi ya wanaochuoni kama vile Ibn Jarir anasema fitna inayokusudiwa hapa ifike wakati kwamba mu'min hafitinishwi katika dini yake na jambo lolote, na iwe dini yote, wayakuna dinu kulluhu lillah, dini nyingine, mambo mengine ya uongo yote yaanguke, ibaki dini ya kweli ambao ni dini ya Uislamu. Fa in intahau fa inna Allaha bima ya'maluna basir, wakikomeka wakaingia kwenye Uislamu wakaachana na kufuru, wajue kwamba Allah yale wanayofanya yote anayaona. Wa in tawallaw, lakini ikiwa hawatakomeka wakaendelea kupiga vita Uislamu na wakaendelea kuikataa imani, fa'lamu, basi nyewe waumini tambueni, anna Allaha maulakum, kwamba Allah ndiye anayewapeni nyie ushindi, na nyie Allah ndio anayewasaidieni. Basi kuweni na imani ya kumwamini yeye Allah,
wala msiadaike kwamba hawa wamekingeuka, hawa hawana imani, hawa hivi, kwa sababu ni'mal maula wa ni'man nasir. Uzuri ulioje ikiwa Allah ndio anekulinda, na uzuri ulioje kwamba Allah ndio anekupa ushindi, kwamba ndio anekusaidia kwenye mambo yako. Bila shaka ni jambo lilokuwa kubwa zaidi. Hapa kufika hapa ni aya za jana. Sasa leo tunaanza aya nambari 41. Allah anamwambia, anasema wa'lamu, kuweni na yaqini. Wa'lamu, kuweni na yaqini. Kwenye Qur'anul Karim neno al-ilmu likitumika linatumika kwa yaqini. Sehemu zote lilokuja linamaanisha kwamba ni kitu kilikuwa na yaqini, kwa maana hakina shaka wala akihtamil kuwa hivi au hivi, isipokuwa sehemu moja tu katika suratul Mumtahina ndio imekuja kwa maana kwamba mpaka mkiwa dhana yenu itakuwa imekuwa kubwa zaidi, basi ndio mfanye hivi. Fa in alimtumuhunna mu'minatin, ikiwa mtakuwa na dhana iliyokuwa kubwa zaidi kwamba hawa ni waumini. Hapa imetumika alilmu kwa maana ya dhana iliyokuwa kubwa zaidi, lakini sehemu nyingine zote kwenye Qur'anul Karim inapokuja neno ilmu inakuwa kwa maana ya nini? Ya yaqini. Asa Allah anawaambia Waislamu, wa'lamu, kuweni na yaqini. Tayaqanu, yani ni jambo ambalo kwamba halitakiwi liwe na shaka ndani yake. Jambo lenyewe ni lipi? Annama ghanimtum min shay'in, chochote kile ambacho kwamba mumekipata katika ngawira, chochote kile ambacho kwamba mmekipata katika ghanima, basi kitu hicho fa anna lillahi khumsahu, basi Allah subhanahu wa ta'ala ana khumusi ya hicho kitu mlichokipata. Kabla hatuja kwenda kwenye hii khumus, tuje kwenye hii ngawira. Wanaochuoni wakifasiri haya hii, wakiwa wanaitafsiri kwenye vitabu vyao, mara nyingi huwa wakifika kwenye aya hii wanaelezea tofauti baina ya ghanima na kitu kinachoitwa al-fai'u. Nini tofauti yake? Ukenda kule katika suratul Hashr utakuta wama afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alayhi min khayrin wala rikab, au ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walirrasuli walidhil qurba. Nini fai'u na nini ghanima? Ngawira ni kitu gani? Alghanima ambayo inazungumzwa kwenye aya hii, wanaochuoni wanasema ni kitu chochote ambacho kwamba kilichopatikana baada ya vita vilivyojiri baina ya Waislamu na makafiri. Vikipiganwa vita, kikapatikana kitu kwa njia ya ushindi, Waislamu wakakichukua kile kitu ala wajhi alqahr walghalaba, basi kile kitu kinaitwa ni ngawira, kama vile vilivyopatikana kwenye vita vya nini, vya Badr na vita vingine Hunaini na vita vingine mbalimbali. Hiyo yaitwa ngawira. Ama alfai'u ni kitu chochote ambacho kwamba kimepatikana bila ya Waislamu kupigana vita. Wameingia sehemu, lakini wale watu hawakupigana nao, wakashindwa tu wenyewe, kile chaitwa alfai'u. Sasa tumejua ngawira yapatikana baada ya vita, na alfai'u tumesema yapatikana bila ya vita. Ni kwamba kama vile Bani Nadhir. Bani Nadhiri hawa ni Mayahudi, walifanya mikasa yao, wakataka kupanga njama za kumuua Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Njama zao zile zikagundulikana, wakazungukwa kwenye pango lao lile, wakajisalimisha wao wenyewe bila ya vita. Kwa zile mali zao zaitwa alfai'u. Sasa ngawira, kwa wanaochuoni waliotofautisha baina ya ngawira na alfai'u, wanasema hukumu ya ngawira ndio hii iliyobainishwa kwenye aya hii hapa. Ngawira inagawanywa vipi? Allah mwenyewe ameitaja ndio katika hii aya tunaisoma. Ama hukumu ya alfai'u, hukumu yake iko katika suratul Hashri, na wanasema hukumu ya kile kilichopatikana bila ya vita
chote kile kinapelekwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye mwenyewe au kiongozi wa zama zozote ndio atakiangalia atakigawa vipi. Ama ngawira, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe ameigawa kwenye aya hii hapa. Baadhi ya wanaochuoni wakasema, kina Qatada wakasema kwamba hii yote ni maana moja, alfai'u na alghanima kwa maana moja, na wakatoa dalili juu ya kuonesha kwamba alghanima na alfai'u maana yake ni moja. Wakasema vyote viwili hivi, ngawira na hii alfai'u kilichochukuliwa bila ya vita, vyote hukumu yake vinarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna haja sijui ya hivi. Ni wakasema aya hii hapa, wao wakadai, wakazungumza maneno mengi. Ukirudi kwenye tafsiri za vitabu unakuta mazungumzo mengi. Wakatoa ushahidi, kwa mfano Fathu Makka na Hunaini, wanasema zile zilikuwa zimepatikana baada ya vita. Fathu Makka na Hunaini pia imepatikana baada ya vita, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam vitu vyote hivi alivichukua yeye, kisha ndo akavigawa anavyoona yeye. Sasa ikiwa ngawira mnavyosema ghanima vinapatikana baada ya vita na baadaye hukumu yake yatakiwa igawanywe hivi, mbona kwenye Fathu Makka na Hunaini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakugawa kama ilivyokuja hapa? Wanaochuoni wale wanarudi na hawa wanazungumza. Fi nihaya, khulasatul qawl, ujumuisho wa mazungumzo ambayo tutataka tufahamu kwamba ngawira ni ile ambayo kwamba yapatikana baada ya vita, na alfai'u ni ile ambayo kwamba inopatikana bila ya vita. Na alfai'u hukumu yake inarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio atakiamua agawe vipi. Na hii ngawira alghanima Allah mwenyewe amebainisha kwenye aya hii hapa. Sasa anazungumza Allah, anasema kuweni na yaqini na mujue kwamba jambo lisilokuwa na shaka, annama ghanimtum min shay'in, chochote mlichokipata baada ya vita, fa anna lillahi khumsahu, khumsi moja, basi ile mali igawanywe katika mafungu matano. Fungu la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano. Lile fungu moja, yani ni moja ya tano. Yusuf, kwenye mirathi kuna khumus? Hamna khumus. Kumbe yuko bado. Kuna sudus, sio? Sasa kwenye ngawira ndio kuna khumus. Ile mali unaigawa mafungu mangapi? Matano. Fungu moja unalichukua, wanaopewa ni hawa waliotajwa hapa tutakaowasoma, na yale manne yaliyobakia, zile akhmas, arbaati akhmas, khumsi nne zilizobakia zinagaiwa katika wale waliopigana vita, wanagawana wenyewe. Kwa unagawa mali mafungu matano, fungu moja katika yale mafungu matano linaanguka katika watu watano tutakaowasoma hapa, na mafungu manne yanaanguka katika wale walioshiriki vita. Imeeleweka hiyo? Asilimia 20 inakuwa sawa sawa. Kwa hiyo ndio sawa, arbaati akhmas. Ahsante, mko fiti, mjadala yupo hapo. Haya, kwa hiyo mali tutaigawa asilimia, ili watu waelewane vizuri, tuende kwa watu wa mahesabu wenyewe. Asilimia 20 katika zile asilimia 20, asilimia 20 inaanguka kwa hawa ambao kwamba tutakowasoma, na hawa asilimia 20 hiyo yao wanaoipata wako watano kwa mafungu matano wao wenyewe. Kwa hiyo sasa sijui hapo asilimia 20 wakiwa wenyewe kwa mafungu matano, kila mmoja watachukua fungu ngapi? Watachukua asilimia ngapi? Mtagawa wenyewe, sio 10 chini ya hapo, 4 wanachukua 4 kwa sababu wao wenyewe wako watano hao. Kwa hiyo wakichukua kila mmoja asilimia 4, 20, sawa. Haya, asilimia 80 zilizobakia ndio zinakwenda kwa wapiganaji walioshiriki vita. Tumeelewana? Sasa hawa wanaogaiwa asilimia 20 tuwasikilizeni. Wa kwanza, fa anna lillahi khumsahu walirrasul walidhil qurba, Allah na mtume wake wamewekwa kwenye fungu hili moja. Falillahi walirrasul walidhil qurba. Dhil qurba hapa wanaokusudiwa jamaa zake Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Banu Hashim.
dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil. Wako ngapi hao tayari? Watano. Tumeelewana? Sasa Allah yeye sawa, tumetoa asilimia hiyo 20 ili tuelewane. Haya, Allah hilo fungu lake tulipeleka wapi? Na mtume wake, mtume atalichukua lake. Haya, fungu la Allah wenyewe wanasema kwamba kutajwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hii sehemu kwamba na yeye ana fungu na yeye ni mmiliki wa kila kitu, ni kama vile ni kwa ajili ya kutaka lile kundi lipate baraka inayotoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tu basi. Wengine wakasema hapana, haya mafungu hayako matano, hao wanaopewa khumsi moja wako 6. Allah ni fungu na mtume wake ni fungu, na fungu la Allah linapelekwa kwa ajili ya kuiangalia ile nini, Al-Kaaba, kuangaliwa hivi matunzo yake na kufanya hivi. Wengine wanasema fungu lake linapelekwa kwa ajili amwal, kwa ajili ya kuhudumia jamii kiujumla. Kiufupi, fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidhil qurba. Dhil qurba tumejua kwamba ni ukoo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao wao hawachukui zaka wala hawachukui nini, sadaqa. Fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidhil qurba waliyatama, fungu la 3, walmasakin, fungu la 4, wa ibn sabil. Hawa watatu wa mwisho hawatopewa katika hili fungu mpaka wawe ni mafakiri. Ina maana wakiwa ni matajiri hawapewi. Katika hawa mayatima na maskini na ibn sabil, ibn sabil anajulikana aliyekatikiwa njia, msafiri yani, hapewi ikiwa yeye ni mtu tajiri, na vile vile yatima hapewi ikiwa ni tajiri, na vile vile hawa wengine waliyatama walmasakin wa ibn sabil. Kisha Allah anasema fanyeni hivyo, kwamba mgawe hivyo nilivyoamrisha, in kuntum amantum billah, ikiwa imani ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala imo kwenye vifua vyenu, wama anzalna ala abdina, na kile tulichokishusha juu ya mtume wetu. Siku zote Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamsifu na kumuita jina la ubudiyya, kwamba ni mtumwa wake, ni kiumbe chake, anamuita hivyo. Ndio maana ukienda kule katika suratu Isra mwanzo tu utakuta subhanalladhi asra bi'abdihi, mja wetu. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, mja wetu anamnasibisha kwake. Kwa hiyo asema in kuntum amantum billah wama anzalna ala abdina, ikiwa haya mambo mtayafanya, hii ndio hukumu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. In kuntum amantum billah, ikiwa mna imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu, faalamu, tambueni, hii ndio hukumu ya Mwenyezi Mungu katika ugawaji wa ngawira. Wama anzalna ala abdina wa bima anzalna ala abdina, na vile vile ikiwa mna imani juu ya kile tulichokishusha juu ya mja wetu, yaumal furqani, siku ya vita vya nini, vya Badri, yaumal taqal jam'ani, siku yalipokutana makundi haya mawili, makundi ya kikafiri na makundi ya Waislamu. Yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir, Mwenyezi Mungu juu ya kila jambo ni muweza. Nafikiri hiyo aya imeeleweka, nairejea tena. Waalamu, tambueni na muwe na yaqini, annama ghanimtum min shay'in, mlichokipata chochote katika ngawira, min shay'in, chochote, fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidhil qurba walyatama walmasakini wa ibn sabil, kwamba igaweni hiyo ngawira katika mafungu matano. Fungu moja ni la hawa ambao kwamba waliotajwa hapa, ambao wenyewe hilo fungu moja wanaopewa khumsi, wao wenyewe wako wangapi? Wako watano, yako mafungu matano. Na arbaati akhmas, khumsi 4 zilizobakia hizi watapewa wale walioshiriki nini, vita. Lakini hayo muyafanye na mujue kwamba ndio hukumu ya Mwenyezi Mungu,
na mujue kwamba hiyo ndiyo itakayowaakidishia imani yenu, kwamba ikiwa kweli mna imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu na imani ya kuamini kile alichoshushiwa mja wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku ambayo kwamba walipokutana vikundi viwili, siku ambayo kwamba ni siku ya Furqan, ambao Allah alipambanua baina haki na batil, basi mtayafanya haya na mtayatekeleza kwa sababu mna imani, na mtambue kwamba wallahu ala kulli shay'in qadir, Mwenyezi Mungu juu ya kila jambo ni muweza. Aya hii ukitafsiri, jua tu kwamba una masuala mawili tu ya kuwafafanua. Ujue tofauti baina ya ngawira, ghanima, na ujue tofauti baina alfai'u. Nini fai, nini ngawira? Hukumu ya fai'u imetajwa katika suratu Al-Hashr. Hukumu ya ngawira imetajwa katika suratu Al-Anfal. Kiufupi, hukumu ya fai, Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio anaichukua yote, kisha yeye ndio anaamua agaie makundi yale yaliyotajwa katika suratu Hashr. Ama ngawira tayari Allah amebainisha katika hii suratu Al-Anfal, wallahu ala kulli shay'in qadir. Kisha idh antum bil'udwati ad-dunya, Allah anawakumbusha Waislamu, kumbukeni nyie waumini mlipokuwa kwenye bonde la Wadi, pembezoni mwa bonde la Wadi lililokuwa karibu na mji wa Madina. Idh antum bil'udwati ad-dunya, kumbukeni. Yani hapo sasa Allah ndo anatuletea taswir vile vita pale, ndo kwenye uwanja wa vita vya Badr, jinsi Waislamu kambi yao waliikita wapi na makafiri kambi yao waliikita wapi. Kambi ya Waislamu ilikuwa bil'udwati dunya, karibu mne, iko karibu na mji wa Madina, wamekaa pembezoni mwa bonde la Wadi ambao uko karibu na Madina, na makafiri wao wako kwenye wadi ambao kwamba ule bonde walioweka kambi yao iko mbali na Madina, wako upande karibia na huku upande wa Makka. Idh antum bil'udwati dunya wa hum bil'udwati alquswa, kumbukeni kwamba nyie Waislamu mlipokita kambi bijani bilwadi, pembezoni mwa wadi alqarib min ila almadina, wadi iliyokuwa karibu na mji wa Madina. Wadi Kiswahili tafsiri nini? Ule mto unapitisha maji, Kiswahili unatafsiri vipi? Bonde hivyo hivyo, ile linalopitisha maji lile bonde hivyo hivyo. Sasa pale kulikuwa na bonde, Waislamu wao walikaa sehemu ya lile bonde ambalo kwamba liko karibu na mji wa Madina. Makafiri wao, wa a'daukum almushrikun, na maadui wenu washirikina, bijanibil wadi, wako pembezoni mwa wadi al-ab'adu anil Madina, bonde lililokuwa mbali na mji wa Madina. Warakbu asfala minkum, na msafara wa Abu Sufyani uko chini pembezoni mwa bahari, unapita kando kando mwa bahari. Tuna picha ngapi hapo jamaa? Picha hizi 3. Picha ya Waislamu kambi yao walipoiweka bil'udwati dunya, na picha ya makafiri wao waliokuwa mbali na bonde lile, mbali na mji wa Madina, na msafara wa Abu Sufyani uliotoroka ule unakimbizia unakatakata pembezoni mwa bahari. Sasa wanaochuoni akiwemo al-Allama Abu Hayyan anasema, kuna faida gani Qur'ani ikatuletea taswir ya hii picha kama hii, kwamba kulikuwa na kundi liko huku na kundi liko huku, na msafara uliotoroka ambao unakimbizia kwenye bahari kule, msafara wa Abu Sufyan. Anasema Abu Hayyan, mwanachuoni huyo, anasema kutajwa hivyo ni Allah subhanahu wa ta'ala kutaka kuwakumbusha waumini neema alizowapa kipindi cha vita, kwa sababu sehemu waliokwenda kukaa kule waumini Waislamu, kambi walioikita, kwanza mchanga wake, ile sehemu walikuwa wakitembea miguu yao inafanya nini? Inadumbukia ndani. Hilo la kwanza. La pili, ile sehemu haikuwa na maji, maji ilikuwa hamna kabisa. Alafu jengine asema ni Allah subhanahu wa ta'ala ni kutaka kuambia Waislamu kwamba sababu za ushindi
zilitoka kwake yeye mwenyewe, ndio aliowapa ushindi katika sehemu kama hii, kwa sababu walikuwa mbali na kila aina. Maji hawana, mchanga sehemu waliokuwepo, mchanga wake ukitembea wadidimia chini, miguu inaingia. Kinyume kabisa na makafiri, sehemu waliokaa wao mchanga umedhibiti vizuri, maji yapo. Hawa huku nao sehemu waliokuwepo hakuna maji, mpaka wengine wakalala kama tulivyohadithia, wakaingia kwenye hali sio nzuri, wakaingia kwenye hali ya kijosho. Ikabidi sasa shetani mule aanze kutia wasiwasi mule, nyie mtapigana vipi? Eti nyie ndio jundullah, majeshi ya Mwenyezi Mungu, hali yenyewe ndio kama hii, mtakwenda kufa, na mkifa mwafa katika hali kama hii. Allah ndio akashusha nini? Ile mvua. Sasa Allah kuwakumbusha hii hali ya ile uwanja ule wa vita, ni kutaka kuzikumbusha neema zake, na hii ndio kawaida ya Qur'anul Karim. Mara nyingi ukisoma Qur'an unakuta Allah anawakumbusha Waislamu neema mbalimbali. Kwa mfano, anatukumbusha sisi, anatuambia wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, Allah amewatoeni nyie kwenye matumbo ya mama zenu hamujui chochote. Kisha waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Sisi twajua kwamba mtu katoka kwenye tumbo la mama yake hajui chochote, lakini Allah analitaja hilo tukio ili unapojiona kwamba sasa hivi wewe umekuwa na kitu fulani, hebu kumbuka huko. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin alam naj'al al-ardha kifata, je, hatukuijalia ardhi ni yenye kutosheleza, ahyaan wa amwata. Hebu angalia ile sehemu pale tunaozikana, hasbi ya wazee wanavyotuambia tangu sijui mwaka gani, lakini sehemu ndio ile, wala watu hawajajaa wakasema kwamba haitosheki ile sehemu, tusogee tuzikane sehemu nyingine huku na huku. Ardhi kifata, yenye kutosheleza, ahyaan wa amwata. Sasa hizi neema zinapotajwa kama hivi, Allah ni kutaka kuwakumbusha Waislamu wasije wakafika wakati wakazisahau zile neema walizokuwa nazo, wakazikufuru, wakaghafilika nazo, wakazikanusha, kama vile ilivyotokea kwa wale watu wa Saba. Watu wa Saba ni watu ambao kwamba Allah aliwapa neema nyingi sana. Mji wao wanaochuoni wanasema haukuwa hata na baudha, wale mbu ilikuwa hamna, mji msafi, kila kitu. Laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatani an yamini wa shimal, kulia kwao kuna bustani, kushoto kuna bustani. Allah anawaambia, anawakumbusha, kulu min rizqi rabbikum washkuru la. Kisha anausifu ule mji, anasema baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Walichokifanya nini wao? Fa'aradu, wakakanusha yote. Allah akawabadilishia, baada ya bustani nzuri akawapelekea bustani zilizokuwa chungu, na yale neema zote walizokuwa nazo wakaondolewa. Sio hivyo tu, hawa watu wa Saba hawa, waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran dhahira wa qaddarna fiha as-sayr. Walikuwa mtu atoka Saba mpaka afika Sham, hawi msafiri shekhe, katikati mote mule miji mule kuna vijiji, anasimama atiliwa kahawa, akifika pale atiliwa hivi, akaribishwa hivi. Wale watu wakaona sasa kuna faida gani sisi mtu waaga nyumbani na safiri, wakati njia nzima kuna vijiji twasimama na wakaribishwa, hujioni kama wewe ni msafiri. Wakainua mikono yao wakamwambia Mwenyezi Mungu, faqalu rabbana ba'id baina asfarina, hebu weka mbali hizi safari zetu, ondoa hivi vijiji. Wadhalamu anfusahum, wakazidhulumu nafsi yao kwa maneno hayo. Allah anasema faja'alnahum ahadith, tukawafanya kwamba ni mazungumzo, mpaka leo sisi tuhadithiana. Wamazzaqnahum kulla mumazzaq, tukawatawanya, wakenda huku wakenda huku wakenda huku. Inna fi dhalika la ayatin likulli sabari shakur, mwenye kusubiri na mwenye kushukuru. Neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zataka kushukuriwa, na hata siku moja binadamu usije ukaingiwa katika akili yako
eti ukamwomba Mwenyezi Mungu kwamba Allah nipe mitihani, unisafishe kabisa mimi hapa, unijalie hivi, unijalie. Tahadhari. Mtume sallallahu alaihi wasallam mara moja alikwenda akamkuta mtu mmoja katika masahaba zake amekuwa kama vile kalfarh, yani amekonda. Yule mtu amechoka kweli kweli, hali yake ni nzito haitamaniki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ewe fulani, idha sa'alta Allah bimadha tad'u, unapomuomba Allah wewe huwa unatumia dua gani wewe? Hii hali uliokuwa nao, maana si hali ya kikawaida, unamuomba dua gani Allah? Akamwambia, nikimuomba Allah nasema Allahumma ma kunta muadhibi, kile ambacho kwamba umenikusudia kuniadhibu mimi, bihi fil akhirah, katika akhirah, faajil li fi dunya, nifanyie upesi hapa hapa duniani, nipe mtihani hapa hapa, nikienda huko niwe msafi. Utaweza? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wewe bwana, wewe si ungesema tu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, dua shamil. Na mwingine mfano wake ni yule ambaye kwamba alikuwa anatangaza yeye, asema hasa, azungumza maneno, anasema mimi jinsi ninavyompenda Allah, mapenzi yangu yalivyokuwa makubwa, fakhtabirni ma tasha, Mola wangu mimi yale mapenzi yalivyokuwa makubwa nipe mtihani unaotaka wowote. Mapenzi yangu ni makubwa kwako wewe, yani nitaridhika kwa chochote. Allah alichokifanya kwake huyu, alimbanisha tu haja ndogo tu. Shekhe ikawa anatapatapa, apiga kelele huku na huku, haitoki. Ikawa anapita kwa watoto wadogo, anawagaia halwa zile nini zile vitu vitamu, anawaambia udu Allah, muombeeni Mwenyezi Mungu, niombeeni ammi yenu al-kadhab, alikuwa muongo, kwa sababu kashindwa kustahimilia yale ambayo kwamba umetiliwa nao mtihani na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kushukuru neema za Allah unapozipata ni wajibu, na kushukuru kuko kwa aina mbili. Wengi sisi shukrani yetu inakuwa kwa al-lisan, kwa ulimi tunasema alhamdulillah, nashukuru, alhamdulillah. Umetekeleza aina moja ya shukrani, lakini aina ya pili ni kuvichukua vile ambavyo kwamba ulivyopewa na Allah ukavitumikisha katika mambo anayoridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Una mali, ipeleke katika njia ya Allah. Umepewa macho, yatumie katika kuangalia mambo yaliyokuwa mazuri. Masikio, kila ulichopewa hakikisha shukrani yake unaitumia katika mambo ambayo kwamba yanamridhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema idh antum bil udwati dunya, kwa kuwakumbusha waislamu vile kambi walivyoziweka, wa hum bil udwati al quswa warakbu asfala minkum, na msafara uko chini yao wa Abi Sufyani unapita kule. Allah kisha anasema walau tawaadtum, lau kama nyie mngelipeana ahadi baina ya waislamu na makafiri, mngepeana ahadi kwamba bwana tukutane tupigane, haya mambo tena kuoneana ni basi, walau tawaadtum lakhtalaftum fil mi'ad, ile ahadi yenu isengetimia. Kwa sababu waislamu wao walipotoka kwenda hivi vita vya Badri, waislamu je, walipotoka walikwenda, nia yao ilikuwa ni kwenda kupigana? Walikwenda ni kwa ajili ya msafara. Na hawa makafiri walipotoka kule hawakutoka pia kwenda kupigana, walitoka kwa ajili ya kwenda kuokoa msafara. Na ndio maana walipopata habari kwamba msafara umeokoka, Abu Sufyani akamwambia, jamani, msafara umeokoka, rudini. Lakini inadi aliyokuwa nao Abu Jahali akasema, haturudi mpaka tukawashe ngoma, tukafanya hivi, tuchinje, tuoneshe ulimwengu kwamba Waarabu tumefanya hivi, ikiwe tumetangaza kuogopewa kuanzia leo. Kwa hakukuwa na ahadi yoyote hawa wawili kwenda kupigana. Ndio maana Allah anambia walau tawaadtum, mngepeana ahadi ya kwenda kukutana mpigane, lakhtalaftum fil mi'ad, mngetofautiana, msengekutana. Lakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula, lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe ameyapanga watu wakutane ili alipitishe jambo ambalo kwamba kisha lihukumu lipite, kwamba waislamu waingie kwenye vita, washinde, wapate ngawira,
wawe na nguvu, waogopewe. Ndio hiyo liyaqdi Allahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyina. Atakiangamia baada ya tukio hilo, aangamie kwa ushahidi uliokuwa wazi wazi. Wa yahya man hayya an bayyina, na atakayepata uhai na imani yake pia iwe ni imani ya wazi wazi. Shekhe, wewe unawaona watu 300, watu 1000, unaona kwamba hali ndio kama vile, alafu wale watu wanatoka wanashinda wale watu wachache hivi. Hapa atakiangamia, si ameangamia kwa uangamivu uliokuwa wazi wazi? Na anepata uhai baada ya tukio lile, imani yake anaona kweli imani hii ni imani iliyokuwa wazi wazi. Wa yahya man hayya an bayyina wa inna Allaha, natambueni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la samiun, ni mwenye kusikia, na ni alimun, ni mwenye kujua, ni mjuzi wa mambo yote. Qur'ani wewe hufungui safha yoyote usipokuwa utakutana na aya sehemu nyingi sana, wallahu bikulli shay'in alim, Mwenyezi Mungu juu ya kila jambo ni mjuzi. Wallahu alimun bidhati sudur, Mwenyezi Mungu yale yaliyofichika kwenye nyoyo anayajua. Sasa ikiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio anajua yote, anajua upepeso wa macho yako, anajua yale unayawaza na kabla hujayawaza, hivi kweli huyu ni wa kuasiwa na kufichiwa mabaya na kumasi? Wanaochuoni wakifika kwenye aya kama hii huwa mara nyingine wanatoa mkasa, wanasema takhayal, fikiria kuna mfalme wa kidunia. Hawa wafalme tunawajua wa kidunia, wenye kuogopewa, wenye kutisha, wenye kila kitu. Kakusanya jeshi lake, akaliweka mbele lile jeshi, limeshika silaha zake za kila aina, alafu pale akawakusanya wananchi wake. Wale wananchi akawaweka mbele, na lile jeshi liko pale na masilaha yao shekhe, na wanavotisha na nini. Baada ya kulitoa jeshi lake na wananchi wake wapo pale, akaiambia familia yake, hebu tokeni msimame hapa mbele yangu. Wakasimama mbele ya yule mfalme. Auliza mtu, tuulizana hivi, katika wale wananchi kuna mtu itakompitia kwenye nafsi yake kumwangalia jamaa zake yule mfalme, mkewe na watoto wake na wale hashamu yake, wale watoto wake na ndugu zake? Kuna mtu ambaye kwamba itampitia ainue macho yake aangalie kwa hali kama hiyo? Siwezi vipi? Sasa ikiwa mfalme huyu wa kidunia ambaye anakula, anakunywa, enda msalani, alala, asinzia, sijui sifa zote za mapungufu anazo, wewe wamuogopa kiasi hicho, kiasi ya kwamba huthubutu hata kuwaza baya na kufikiria baya katika sehemu kama ile? Je, Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ndio mmiliki wa kila kitu, pumzi yako anayemiliki yeye, hizo kheri ulionazo anazimiliki yeye, kila kitu unachokijua yeye, lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh, vyote vilivyokuwa ulimwenguni hivi anavyomiliki ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivi ikiwa ndivyo hivyo, kweli huyu ni wa kufanywa ni dhalili mtu akamuasi Allah mchana kweupe, akafanya yale ambayo kwamba hayamridhi? Au mtu eti aficha jambo kwenye moyo wake, sasa hivi asema asubiri hivi, apiga hesabu, zimebaki siku 7 au 6 au 5 au ngapi, narudi zangu kule kule, yani imo kwenye moyo wake, yampitia hiyo. Wallahi huo ni mtihani sana. Na wengi katika miji yetu hii tunaishi, miji kama hii ya Kiislamu, miji kama huu wa Tanga, wengi ambao kwamba wanaofanya machafu, wanaokwenda mabaa, wanaokwenda kwenye masehemu ya starehe, wengi wao ukiangalia, sisemi wengi wao yani kasema ni zaidi, lakini kiuchache niseme angalau nusu kwa nusu, kwamba Waislamu pia ni wengi wanaokwenda sehemu kama zile. Na ndio maana sasa hivi ukipita sehemu nyingi zile za starehe, wanazifanyia nini sasa hivi? Siyana, wanazifanyia service, kwa sababu wale wateja wao hawapo, wako kwenye mfungo, wameingia Ramadhani sasa hivi, hawaendi kwenye sehemu kama zile. Lakini ikifika tu Ramadhani ikiisha, wao wanakwenda wanarudi kule kule. Sasa wewe shekhe, unamcheka nani?
Kweli Allah subhanahu wa ta'ala ndio anakupa hizo kheri, alafu wewe eti mukabili wa hizo kheri unamkabilia kwa kumaasi. Hivi kweli ndio binadamu mwenzio unaweza kumfanyia hivyo? Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Je, Allah ambaye kwamba amekupa neema, ambaye mwenyewe anatangaza anasema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, hivi kweli si wakulia naye usiku na mchana kwa kumshukuru wewe? Allah anasema wa inna Allaha la samiun alim. Aya nambari 43, Allah anasema idh yurikahumullahu fi manamika qalila. Kumbuka ewe Muhammad, udhkur ya Muhammad, pale alipokuonesha Allah ulipokuwa umelala katika usingizi, akakuonesha kwamba hawa makafiri wako nini? Wachache. Qalila. Idh yurikahumullahu fi manamika qalila, Allah alikuonesha idadi yao ni wachache kabisa. Ile siku ambayo kwamba ni ya kuamkia siku ya vita vya Badr, pale kwenye ule sehemu ya uwanja wa vita, masahaba wengi wao walikuwa wamelala. Ambaye yuko macho na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikuwa anasema Allahumma intahlik hadhihi al-isaba, Mwenyezi Mungu, ikiwa hichi kikundi kitaangamia, basi hakutokuwa na ibada tena. Allah, nitekelezee ulichoniahidi. Mpaka ile nguo ambayo kwamba ameivaa juu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikaanguka. Abu Bakari akaja akairejesha ile nguo, kisha akamkumbatia akamwambia, yatosha ulivyomuomba Allah na atakupa kile ulichokuahidi. Baada ya vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukuliwa na usingizi kidogo. Baada ya kuchukuliwa na usingizi, akainuka akawaambia masahaba zake, akasema abshiru, chukueni bishara, uritu masari alqaum, nimeoneshwa walivyouliwa jamaa hawa makafiri. Nimeoneshwa kwenye huu usingizi nilolala mdogo tu, masari alqaum, walivyouliwa hawa watu, wameuliwa, nimeoneshwa. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hapa ndio atauliwa Abu Jahal, hapa ndio atauliwa Umayya bin Khalaf, hapa ndio atapouliwa Utba. Anaashiria zile sehemu. Masahaba wanasema ma jawaza ahaduhum almawdhi alladhi ayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawakuondoka ile sehemu aliyoashiria Mtume kwamba Abu Jahali atauliwa hapa, ndio pale alipouliwa, alipokutwa pale hapa, kwamba atauliwa fulani, hapa atauliwa fulani, hapa atauliwa fulani, vile ile sehemu wakauliwa sehemu ile. Kwa hiyo Allah anamwambia mtume wake, kumbuka tulipokuonesha wewe kwenye usingizi, tukakuonesha kwamba hawa watu idadi yao ni ndogo. Sasa hapa linakuja swali ambalo wanaochuoni wanalitoa, wanasema sisi twajua kwamba ndoto za mitume ni ukweli, si ndivyo hivyo? Wala haina shaka katika hiyo, mtume anachoota ni kweli moja kwa moja. Sasa mbona huu ukweli aliouona kwenye ndoto unatofautiana na wake na ile hali halisi iliyokuwepo? Kwani hali halisi ambayo kwamba iliyokuwepo kule kwenye viwanja vya vita, hawa makafiri walikuwa ni kidogo au walikuwa ni wengi? Walikuwa ni wengi, watu karibia 900,000. Sasa vipi hawa watu mtume alioneshwa kwenye ndoto kwamba hawa ni kidogo, lakini kwenye uhalisia hawa watu wako wengi? Wanaochuoni wanasema hawa kwenye uhalisia walikuwa ni kidogo, hivyo walionekana. Sio tu kwenye ndoto kwamba aliwaona kidogo alafu kwenye uhalisia wale wakaonekana wengi. Kwenye uhalisia pia walionekana nini? Kidogo. Na ndio maana Abdullah bin Mas'ud ilikuwa amekaa na mwenzie, anamuuliza aturahum 70, wale watu wawaona wako watu 70 au wako watu wangapi? Yule mwenzie mimi nadhania wale wako 100 tu. Mwingine amuuliza kwani wale wako wangapi? Wako au ni wangapi wale, 20 au 50 wale yani ile kiuhalisia ndivyo hivyo walivyoonekana kwamba walikuwa ni wachache. Sijui hii ishkali imeeleweka na irejea tena. Sisi twajua kwamba ndoto ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ndoto ya mitume, akiota mtume ndoto
haina shaka, hiyo ni ukweli tu. Nabii Ibrahim kaoteshwa ndoto afanye nini? Chinja mwanawe. Sasa kwa kuwa lile jambo ni ukweli, anatakiwa afanye nini? Amchinje. Akamchukua mtoto akaenda naye Ismaili, kamweka atakamchinje. Ndio ikaja aya wafadainahu bidhibhin adhim. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameota ndoto, idhurikahumullah, Mwenyezi Mungu kamuonesha kwenye ndoto kwamba hawa ni kidogo. Sasa lakini sisi tukija kwenye ardhi alwaqi, kwenye ardhi ya uhalisia, hawa ni watu wengi, watu 1000. Wanaochuoni wanasema hapana, hata kwenye ardhi ya waqi, kwenye uhalisia walionekana vile vile nini ni kidogo, kwamba mtume vile kuwaona kwenye ndoto ni kidogo, na tulivyokuja kwenye ardhi ya ukweli ya nini ya vita pia walikuwa kidogo. Wakatoa ushahidi, masahaba walikuwa wakiulizana. Abdullah bin Mas'ud amuuliza mwenzie, aturahum 70, wale wako 70 au wako ngapi? Sasa hii ni wengi au 70? Kidogo. Kwa hiyo kwenye uhalisia pia walikuwa kidogo, kama vile kwenye ndoto walikuwa nini kidogo, wachache. Allah anasema idh yurikahumullahu fi manamika qalila, Allah alivyokufanya uwaone kwenye ndoto kwamba ni kidogo, na hata kwenye ardhi wenyewe ya vita wakawa kidogo vile vile, wakaonekana kidogo na masahaba. Usije ukasema mtume kawaona kidogo alafu kwenye ardhi ya waka, kwenye ardhi ya uhalisia walikuwa wengi. Utakuwa unapoteza ndoto ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume haoti kitu ambacho kwamba si cha sawa sawa. Walau arakahum kathiran, na lau kama angelikuonesha wingi wao akawafanya ni wengi kwenye ndoto, kilichotokea kingetokea kitu gani? La fashiltum, nyie mngeingiwa na uoga na hofu. Wala tanaza'tum fil amr, na kungeingia mtafarakano katika lile jambo. Watu 1000 wale tutawaweza wapi sisi? Tutawafanya vipi? Tutakuwa vipi? Walakin Allah sallam, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameepusha kufeli na kugombana. Hakikutokea kabisa hicho kitu hicho. Innahu alimun bidhati sudur, Mwenyezi Mungu anayajua yaliyokuwa ndani ya nyoyo, kwamba hakukuwa na kugombana wala hakukuwa na kufeli wala hakukuwa na chochote. Wa idh yurikumuhum, kisha Allah anamwambia mtume wake, wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalila, na jinsi alivyowaonesheni nyie mlivyokutana nao katika macho yenu, akawaonesheni wale makafiri kwamba idadi yao ni nini? Ni dogo. Wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalila wa idh yurikumuhum, nakumbukeni hadhihi ru'ya bil yaqadha la bil manam wadhkuru ya Muhammad, kumbuka wewe Muhammad na vile vile waumini mlipokutana na makafiri katika uwanja wa vita, faqallala Allahu aduwakum fi a'yunikum, Mwenyezi Mungu akawafanya maadui zenu kuwa nini? Kidogo kwenye macho yenu. Ndio yule Abdullah bin Mas'ud asema wako 70, kwa hiyo wameoneshwa kwenye ardhi ya waqi pia kwamba wao idadi yao nini? Kidogo. Wayuqallilukum fi a'yunihim, na Mwenyezi Mungu anawadogosha nyie kwenye macho yao, anawafanya nyie madhaifu katika macho yao. Wale si watu 300, watu 10 tu, wale watu wawili. Wayuqallilukum fi a'yunihim, Allah anawafanya wale makafiri wanaoona Waislamu ni kidogo. Hii ni kabla ya vita. Kabla ya nini? Kabla ya vita. Naomba tuelewane vizuri. Kabla ya vita kuanza, Waislamu walikuwa wanawaona makafiri idadi yao ni kidogo. Maana hamna chochote pale, wako 70 au wako ngapi, tutawapiga mara moja. Na wale makafiri Allah akawafanya waangalie Waislamu idadi yao vile vile nini? Ni ndogo, ili wasijiandae, wajue kwamba sasa hivi pale tunaenda kushinda vita vyetu. Lakini baada ya kuingia sasa kwenye uwanja wa vita, shekhe, makafiri waliwaona Waislamu idadi yao ni mara 2 yao wao. Allah anasema katika surati Ali Imran, nafikiri, laqad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun
yarawnahum mithlaihim ra'ya al-ain. Allah anasema siku ile ya vita ya Badr kulikuwa na ushahidi mkubwa wa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kulikuwa na kikundi, fi'atun tuqatilu fi sabilillah, kikundi kinapigana kwenye njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ukhra kafira, na kikundi chengine kilichokufuru, yarawnahum, wanawaona wale waumini wanaopigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, mithlaihim, mara mbili yao, tena wanawaona ra'ya al-aini, kwa macho yao. Sasa Sheikh, wao wako 1000 wale, ina maana wanaona Waislamu wako ngapi? Sheikh, sio mchezo, sio maneno yangu, ni Qur'ani. Allah anasema wa ukhra kafira, na kikundi chengine kile kufuru, yarawnahum, kinawaona waumini, mithlaihim ra'ya al-aini, kwa macho. Ndio maana vita vya Badr, walioshiriki vita vile wana miza ya kipeke yao kwa yale waliokutana nayo, kwa yale makubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, yatokea mtu kafanya kosa, anamwambia hebu nyie msimbughudhi huyu, hamujui Mwenyezi Mungu amewatokea watu wa Badri akawapa hivi na akawapa hivi na akawapa hivi. Wa idh yurikumuhum, na kumbukeni nyie waumini mlipokutana kwenye vita, faqallala Allahu aduwakum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawafanya wachache maadui zenu, fi ayunikum, katika macho yenu, litazdada jur'atukum, ili ujasiri wenu uwe mkubwa. Maadui mmewaona kidogo, kwa ujasiri utakuwa mkubwa. Waqallalakum, na akawafanyeni nyie ni wachache, fi ayunihim, katika macho yao, hatta la yasta'iddu, ili wasije wakajiandaa na vita. Kola wale ni wachache tu, twashinda sasa hivi mapema tu. Baada ya hapo Allah anasema liyaqdi Allahu amran kana maf'ula, ili Allah apitishe jambo ambalo kwamba amelihukumu na amelikadiria. Wa ila Allahi, na kwa Allah peke yake, turja'ul umur, na katika qiraa chengine tarji'ul umur, na kwa Allah peke yake mambo ndio yanarudi, au turja'ul umur, kurejeshwa mambo kwa Allah. Vyovyote utaposoma hata katika surati Hudi kule mwisho inakuja mfano yake kama hii, walillahi ghaibu samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al-amru au yarji'u al-amru kulluhu, yote inajuzu viraa vyote viwili. Inshallah tutakomea aya ya 44, kesho tutaanza aya ya 45. Naamini inshallah Mwenyezi Mungu akituwafikisha tutakuwa tunasogea ili tuweze kuikamilisha hii sura, hata kama hatukamilisha kitu tufike pazuri inshallah biidhnillah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.